Tukisalia hapa jijini Dar es Salaam, Tanzania inatarajia kuungana na mataifa yote ulimwenguni kuadhimisha siku ya tiba shufaa tarehe 11 Oktoba mwaka huu, huku jamii ikiaswa kupokea tiba hiyo kama matibabu mengine ili kusaidia kutatua changamoto za magonjwa mbalimbali ambao ni tishio kwa uhai wa binadamu. Taarifa iliyoandaliwa na Lucecele Sijaona inasomwa studio na Zakaria Osanga. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Amref Health Africa Tanzania, Dr. Florence Tem, akizungumza katika uzinduzi wa mafunzo maalum kwa watoa huduma wa tiba hiyo kwa njia ya muziki katika hospitali ya Kairuki jijini Dar es Salaam, amesema muziki unasaidia kupunguza maumivu pamoja na kuondoa upweke kwa wagonjwa. Kwa hiyo tunapozungumzia tiba shufaa tunazungumzia kuondokana na maumivu au mateso ya kimwili kwa maana ya magonjwa, lakini pia kisaikolojia, kijamii na hata spiritually na emotionally. Kwa hiyo yote haya ni tiba. Hakuna ambao ina nguvu zaidi ya nyingine. Yote inahitajika kwa unapotokea mgonjwa, anahitaji yote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tuna address tu ugonjwa, tunasahau masuala yanayomzunguka yote yanayomfanya anazidi kuwa na mateso moyoni au maumivu yanazidi. Akielezea malengo ya kufanya matibabu kwa njia ya muziki, mkurugenzi mwanzilishi wa tiba shufaa nchini, Dr. Frank Manase, amesema tiba hiyo ni eneo maalum la kitaaluma na kuhakikisha hakuna mtu yeyote anaishi na maumivu ya muda mrefu katika maisha yake. Kwa zipo njia mbalimbali ambazo zinaweza zikatumika kutibu maumivu. Si maumivu yote yanaweza yakatibiwa na Panadol, si maumivu yote yanaweza yakatibiwa na sindano. Maumivu mengi yanatokea nyumbani, maumivu mengi yapo makazini, maumivu mengi yapo maeneo watu wanayoishi. Kwa hiyo ni lazima pawe pana njia ambazo zitaweza kumfikia mtu kwa uwepesi bado akiwa nyumbani, kwa sababu si watu wote wanaweza wakafika hospitalini. Njia hizo ndio njia ambazo zinaletwa na kongamano na tamasha hili la wataalam wa tiba shufaa. Moja ya njia ambayo inatumika kutibu maumivu ni njia ya muziki. Kwa hiyo naomba ni tangazi sasa rasmi kwamba kumbe mtu anaweza akatibiwa kwa njia ya muziki akiwa nyumbani, anaweza akatibiwa kwa njia ya muziki akiwa kanisani na ikamsaidia kumuondolea maumivu. Lakini jambo naye mratibu wa huduma za tiba shufaa kutoka Wizara ya Afya, Sofia Tairo, amesema wizara imejiandaa kutoa elimu kwa wauguzi na wataalamu wa afya mbalimbali ili kuhakikisha wagonjwa wanaohitaji matibabu ya tiba shufaa wanapewa kipaumbele cha matibabu hayo katika ngazi mbalimbali. Na tayari tumeshatengeneza mwongozo kwa ajili ya kutoa hizi tiba shufaa nchini. Pia tumejiandaa kwa ajili ya kutoa elimu kwa watu wa huduma, ambapo tutafundisha madaktari, wauguzi, wafamasia pamoja na masocial worker namna ya kutoa hizi tiba shufaa, na tutafundisha kwa ngazi ya mikoa hadi wilaya hadi kwenye hizi primary healthcare facilities. Wote tutahakikisha kwamba tunapeleka haya mafunzo kwa ajili ya tiba shufaa, na hawa watatusaidia kupeleka hizi tiba shufaa kwenye jamii. Baadhi ya washiriki katika mafunzo hayo akiwemo Dr. Emmanuel Nundu ambaye ni mkuu wa kitengo cha tiba shufaa taasisi ya saratani Ocean Road, na Professor Tony Wolf kutoka nchini Marekani, wametoa wito kwa wadau mbalimbali kuhudhuria katika maadhimisho hayo ili waweze kupata elimu juu ya tiba shufaa. Wadau wengine wote wa tiba shufaa ni waambie kwamba mwaka huu katika maadhimisho ya siku ya tiba shufaa duniani ambayo itafanyika tarehe 11 mwezi wa 10 katika viwanja vya taasisi ya saratani Ocean Road, ni wakaribishe wahudhurie kwa wingi waweze kusikiliza ajenda mbalimbali ambazo zitaongelewa na wataalamu hawa, wakijadiliana namna gani ya kuhakikisha kwamba tiba ya saratani inapatikana kwa watu wote wale wenye uhitaji. Kwa hiyo tunawakaribisha na tunapenda kuweka umuhimu zaidi kwamba kwa nini tunafanya hili tukio. Tunafanya hili tukio zaidi kwa nini tunafanya, ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba palliative care au huduma ya tiba shufaa inasambaa kila mahali. And one of the biggest problems they have is pain, chronic pain affecting what they're able to do, want to do, need to do.
And that is why palliative care is so critically important. I'm providing an immersive experience, not just music, but there will be sound of waves, ocean sounds, or sounds of rainfall. So it's kind of a sound, visual, auditory, immersive experience, not just music. So please do come. Hapo kesho Oktoba 9 yatafanyika matibabu ya maumivu kwa watu wote kwa njia ya muziki katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.